Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana. Roho Mtakatifu tunakualika utufundishe neno lako katika jina la Yesu. Amina. Leo tunaangalia mfano wetu wa 4 ambao ni mfano wa talanta. Unapatikana katika Mathayo 25 mstari wa 14 mpaka wa 30. Biblia inasema kwamba mtu mmoja alitaka kusafiri, akawaita watumwa wake, akawagaia talanta, mwingine 5, mwingine 2 na mwingine 1. Yule aliyepatiwa 5 alizalisha zingine 5 zikawa 10. Yule aliyepatiwa 2 alizalisha 2 zikawa 4. Na yule aliyepatiwa 1 akasema, hapana, wewe ni mtu mgumu. Mimi niliogopa nikaificha chini ya ardhi. Yule bwana alipokuja, wale waliozalisha akamwambia, ongeleni watumwa waaminifu, mmekuwa waaminifu, mtaingia katika raha yangu. Lakini yule aliyeogopa akamwambia kwamba wewe ni mtumwa mvivu, hata kile kidogo ulichonacho mnyang'anyeni, mpeni yule aliye na vingi. Kwa hiyo huu mfano unatuonyesha jinsi ya kumzalia Mungu matunda, kwamba tunatakiwa tumzalie Mungu matunda. Kwa sababu kila mtu amepewa talanta. Mpaka huko hapa duniani una uhai, umepewa talanta. Na unatakiwa kumzalia Mungu matunda. Katika hiyo kazi yako unayoifanya, hakikisha unamzalia Mungu matunda. Gideon aliitwa akasema kwamba sisi kwetu ni maskini katika kitabu cha Waamuzi. Na mimi kwetu ni mdogo, nitawezaje kupigana na Wamidiani? Mungu akamwambia utaweza. Na kweli aliweza. Yeremia naye aliitwa akaogopa hivyo hivyo, lakini Mungu alimwambia utaweza. Na hata huyu mtumwa hapa mwenye moja aliyesema kwamba wewe ni mtu mgumu, alisema kwamba niliogopa. Kwa hiyo uoga, tunaogopa, tunajitoa kasoro nyingi sana. Lakini tunatakiwa mwisho wa siku tumzalie Mungu matunda. Kwa sababu Biblia inasema kwamba kazi zetu zitapimwa. Na kuna kazi ambazo zitateketea kwa moto, kuna kazi ambazo hazitateketea kwa moto. Kwa hiyo unapaswa kumzalia Mungu matunda kwa kugundua talanta yako ni ipi na kuifanyia kazi. Na hata kama hujaigundua, basi kile unachokifanya kwa sasa, hicho hakikisha unamzalia Mungu matunda katika hayo.